sasa katika swala la kuua swala jingine, wewe una bei gani katika mazingira ya kazi yako? Bwana mimi na shilingi 50,000 nitakupatia. Ngambia mwanangu huo utani. Sema nini mwanangu? Huyu anagongwa. Ana magari makubwa. Yaani malori kabisa. Unaona? Sijui vijana wanakuwa nafikiria nini. Ndio. Yaani umuue mtu kwa 50,000. Mambo madogo. Alafu dada yako tena. Hivi inakuja kichwani mwanangu? Yaani siwezi kabisa kulifanya hilo swala. Sio. Yaani mimi ujue mwanangu, huyu atakuwa ana shida. Kama sio shida, hizo bangi vijana zinawapeleka vibaya. Gangu hii minyoyo yako. Wenzangu. Mbona kama auto kazoshege? Mpaka nasikia harufu mpaka zinanuka naona hata mpaka kufumua. Wewe nawe ninanuka kitu gani na wewe unifumuege hapa? Tuelekege saruni kazoshege. Mwenzangu basi na hiyo minywele ilivyojaa na naione uchungu kweli kuipeleka jamani. Kuomba mifumue ndo mnaanza kunichamba hivyo jamani. Kama chafu tusikwambie. Acheni bali zenu. Kama minywele yako inanuka tusiseme. Sikizeni kwanza. Na new habari. Juzi nimekutana na mama Mashoti. Nimemchamba usiwe mwanawe. Nimemchamba, nimwambia situfuatilie kabisa. Yaani asitufuatilie. Nimemchamba, nimemsuuza. Mwenzangu vomwambia yeye kasemaje? Hiyo utaenda kuishia jela kabisa, yaani unaishia jela. Ndio. Na wewe huyu mtu kama huyo upaswi kuweka naye hata urafiki. Huyo sio mshikaji wako. Yaani ulivyoanza kusema mwanangu ungesema adui yangu. Yule sasa yaani mtu ambaye anataka akuingize kwenye matatizo makubwa. Maana hayo ni matatizo makubwa. Matatizo makubwa. Wewe mwenyewe unajua. Uwe mtu. Wewe unaweza? Sio kweli. Unaona sasa? Sasa huyo achana naye. Yaani mwambie kama anataka kuua amuue yeye. Kama anaweza. Auwe yeye. Nitakuwa mmeuchoka ugali wa mtaani, nataka ugali wa nani Segelea. Hamna noma mwanangu. Mimi nishakupata. Hakika mwanangu. Yangu anakusema aseme nini? Kabaki tu pale nakwambia nisamee mimi basi nitaenda kuongea naye yatakuja kushinisamee. Nikamwambia tena ongea na mwanae vizuri, la sivyo akitaka ugomvi na sisi ameupata. Na bora mwenzangu ulivyomwambia sababu umejua kutusafishia. Yaani nimemsafisha kala mpole nakwambia kama sio yeye. Lazima ujumbe utafika. Atamfikishia. Akasema nenda kumwambia basi atarudia tena. Nikamwambia kaongee naye mwana ugomvi na sisi hatutaki. Ila kama anautaka, kama anautafuta kwetu basi ameupata. Na sisi tuko vizuri yani, tuko vizuri kuliko yeye. Nimemchambaje yani kanywea. Unajua kunywea? Yaani sio Mashoti yule. Yaani kimya. Nisamee mimi basi nitaenda kuongea naye. Umejuaje kwanza umenikosha kama nini? Hapo umenikosha. Mwambie tena yote zinyoru kaziocha shaka ubaini. Mwenzangu akazioshe kweli sababu kama nini? Nitaenda kuosha msinchambe basi. Mama kweli mwanangu, leo ndo niamini maisha yana fomu baba kweli. Kivipi mzee baba? Na ukishangaa ya Musa utaona Firauni. Sasa mbona niache njia panda mwanangu? Nyoka basi weleweke mwanangu. Hivi Mashoti. Nani yeye kushauri nyoa hivi rafiki yako? Ndio maana nasema maisha yana formula. Kisa kunyoa hivi. Sasa usimnyoa kama kawaida mwanangu aisee. Sasa mwanangu ngoja. Umeniita kunichamba mwanangu au umenitia michongo mingine? Unajua mimi sikuelewi mwanangu. Mamangu mimi ngoja nikwambie kitu sababisha niwe hivi. Mimi mwanangu jana mimi nimepata msiba. Msiba wenyewe ilikuwa kwenye ndoto. Hasa nikaona huo msiba jinsi nilivyopata na jinsi nilivyoumia nikaona bora niamke ninyoe hivi. Ndio maana nimenyoa hivi. Na najisikia amani sana kwa kweli. Unajua kuna vitu vingine vinachekesha. Ila sasa hapo umesikia mwanangu. Hapo ndo umeendana na Mashoti mwenyewe, hapo ndo umekuwa Mashoti mwenyewe hapa. Sasa mwanangu hapo ushaanza kunicheka sasa. Sawa. Yaani wewe hapa najua hili linawaka. Hii imekuwa kama sola. Hapo imekuwa nini? Imekuwa biti. Kwanza mwanangu wewe uniitia hapa ni nini? Hebu tuelekee mwafaka basi. Na mimi kiangalia kichoko lako huku. Yaani iko sola hivi. Akia Mungu tena mimi nakwambia. Okay. Mwanangu sasa mwanangu wewe. Hamza mtaondoka basi mwanangu. Ngoja usiondoke. Yes, okay bwana kusikia. Tuachane na hayo. Hao mwanangu nazingua mzee baba. Unasikia? Kuna siku moja tulikuwa kule bondeni kule. Sikule na wale yule mwanangu yule nani ndio. Vizo. Sasa mwanangu kuna yule demo alitokea pale. Mimi nikajua yule demo wako. Yule kuja kaanza kuongea pale. Yule alikuwa dadangu yule sio demo wangu. Dadangu kabisa. Baba mmoja mama mmoja yule. Basi mwanangu yule dada yako atakuwa jao sana. Vipi mfumania au? Dada yako kuna siku moja tena nikuta pale, nimekaa pale leleni nimetulia. Kana yeye bana. Hii vipi? Kuhusu yule mwenzako yule.
Mbona katika gani kusema la mwenzangu nani Mashoto? Hivi Mashoto kimwangalia uko sawa? Yaani akili yake ipo sawa sawa, nikamwambia kivipi unamaanisha nini mbona sikuelewi? Muona kwa baadaye akaniambia yake bana mimi Mashoto yule amekaa legelege, afanye kazi yoyote yani yupo tu. Nimekaa legelege? Nakwambia umekaa legelege. Kweli rafiki yangu. Muona sasa mimi nikikwambia mwanangu mbavu nini? Muona gentleman. Kaambia bado unavongea hivyo unakosea. Mashoto afanye kazi, afanye kazi kivipi yani? Muona akaniambia ujielewi, umekaa kama boya yani moja ikai mbele mtai. Abra kwa amechanganyikiwa huyo. Haiko fupi mimi wewe alikuwa amechanganyikiwa kwa sababu wale mtu anayesema mimi sijielewi, ndio mwenyewe ndo chizi ya saa. Naweza kuficha. Fani ipo ndio maana mimi nakwambia na msiba. Kwa sababu unaona hata pale nyumbani pale. Wanatamani sirudi leo kesho. Aisee. Kiweza Mashoto. Mimi nakupangilia sasa. Wewe si mwanangu. Mbavu. Gentleman. Wako na mchongo mwinguka. Mchongo? Mchongo wa nini? Hasa ndo mambo sasa. Sasa mwanangu wewe sio unaanza na kuja hapo unaanza kuniambia sijui panel sijui solar battery sijui nini. Wao mwanangu wewe unazingua sana mwanangu. Kuna deal imetokea Kinondoni. Huko madoni huko. Huko hela ipo huko. Kuna engineer anajenga ghorofa pale. Hela hiyo. Hapo shatatu. Sasa mwanangu, pale kuna issue ya zege. Ndio tukapige kazi mwanangu. Ukiingia saa 1 mpaka saa 8 saa 9 una 20,000 30. Kwa mwanangu nikabebe zege. Wewe akili una. Hapo kama umetoa maskani mwanangu na niliita hapo nakuja kunekeza kazi za kubeba zege. Hivi mwanangu mwili unakubeba zege rafiki yangu mwili huu. Unataka mwanangu first yao kija mwanangu mimi kinanili waanze kunikimbia mwanangu. Au nataka mwisho wa siku kwa una kovu hapa mikono imechubuka. Mwanangu yapata masiara basi. Kama umesikia engineer nikajua mimi pale nikaenda kukuelekeza wewe beba hichi au fanya hivi mwanangu kumbe mimi kabebe zege mimi. Wewe mgonjwa kweli mwanangu. Wewe sikia mzee baba. Wewe kama unaenda kubeba kabebe mwenyewe. Mimi hizo kazi sifanyi hizo. Naweza labda nisema kukono kwa kiyoyozi. Unaona ambia kubeba zege rafiki yangu. Maisha kukaa hivi kijiweni wewe umelizika. Kijiweni? Ama wangu mkazi sawa zipo lakini sio kubeba zege mwanangu. Yaani hapa penyewe mimi nakukataa kubeba zege. Mimi kwa juu unanipa mchongo, naingia ofisini na kula kiyoyozi natulia pale. Mwisho wa siku naanza kuniambia sura kubeba zege rafiki yangu. Ndio nimeamini dada yako aliyokuwa anazungumza yupo sahihi. Mwanzo? Yupo sahihi dada yako alipokuwa anazungumza. Yupo sahihi. Kwa mimi regerege sio? Wewe regerege ndio. Ni wewe kwa akili zako mimi huu mwindi wa kubeba zege huu. Sikia. Mimi mwanangu kiwezekana mimi kwanza nakuata kwa sababu gani? Wewe mwanangu huwezi kuniambia kabebe zege mwanangu. Wewe huwezi kuniambia hivyo. Kabebe mwenyewe mimi siendi. Sasa mwanangu tunakwambia sawa. Toka mwanangu. Kwa kazi, wewe na mind unaondoka. Sio kazi ya kubeba zege. Kabebe wewe na babako, mimi naondoka. Na kwa kazi kama hizo, wewe unakaa kimya unakuja hapa kijua tu peka story 3 basi mambo ya kazi achana nayo. Mimi kabebe zege rafiki yangu mimi. Sasa mwanangu mimi nakuletea dili. Wewe unazingua kwamba nakudhalilisha mtoto wa kiume. Wewe utakuja kupelekwa Sinza huko mwanangu mimi ndo nitakupangilia. Au utakuja kupelekwa kama kibonge kule. Unapajua kama kibonge wewe mtoto. Minyama yote mimi najua wewe mwanaume alijali kumbe hamna kitu. Mwanaume broiler. Mbona mwanangu winja? Mwanangu kwa kweli nimevuruga. Yaani mpaka nimetoka nikoto kutoka alafu nikaacha kukujua mwanangu. Mambo mengi sana. Mwanangu wewe sio kweli mwanangu. Sasa hivi saa ngapi kwanza? Mwanangu jua linawaka kinoma mwanangu. Mwanangu jua linawaka sio poa. Vipi tena mwanangu? Sasa umetokea vipi yani mpaka unanywa hivyo? Mwanangu unacheka hivi? Mwanangu nimepata msiba mwanangu. Acha masiara. Mwanangu nimeota ndoto mbaya sana mwanangu. Mmoja mtu wangu wa karibu amekufa mwanangu, mwisho wa siku nilipoamka nikajikuta hivi. Mwenyewe ndo mwanangu ampamwambia hapa nilipo sielewi. Kwanza ngoja. Mbona unachungulia kwa nyumba za watu? Mungu vipi? Mwanangu. Au umepotea? Yaani hapa nimetoka nyumbani, nimpigia simu mchumba. Anakuja, akaniambia njoo. Hapa mtaani nimezurura sana. Ngoja, ulikuwa unaenda nyumbani kwa demu? Hapa mwenyewe ndo nikuja kuchungulia mali, nilikesa kwetu sisi kuna geti sio nini. Ndio maana nachungulia huku kidogo ndo nakuno unapita unashoka. Fanya ngoja ndio anaitwa nani? Au ndio chumba anaitwa Maila. Nani? Anaitwa Maila. Ndio kwamba nakwambia kipindi kile ndio huyo. Maila?
Au Mariam? Wewe mwanangu, mimi nikwambiaje? Anaitwa Maila. Kezeje mwanangu? Mimi na dada yangu anaitwa Maila. Acha masiara. Haki ya Mungu. Waliposema Maila labda ndio nikakuuliza, wewe Maila yukoje, mfupi afu mwembamba kidogo? Wewe nadhani utakuwa umepagawa. Inaonekana wewe umempenda kwa sababu gani? Inawezekana umekwambia Mariam kwa ukasema Maila. Kwa sasa hivi vijana wao mnapagawa sana. Sasa mwanangu sikia, endelea kuchungia kwa nyumba zao tu utamuona. Mimi na mambo yangu unashindwa kuninyoshia mwanangu. Mimi na mambo yangu babu. Mama yangu, wewe ni nguzo ya maishani mwangu, taa mulikayo mbwe. Vipi kaka? Baba. Nilikuwa napita hapa pita najiliwaza na music ya kweli. Blaza unaijua hiyo. Mama yangu, wewe ni nguzo ya maishani mwangu. Anaitwa Nyashiski au ni calligraphy? Sali mwanangu. Sasa mwanangu nimetoka zangu hivi chini huko. Tunapanda nikasema kwani nimpitie mwanangu hapa ile. Unatoka bondeni. Hebu mcheki wewe si wakishua nini uhakika yani ile. Sosi sema sasa zile. Umefanya la maana sana. Nimekuja kukuona maana toka siku ile mwanangu ile. Toka mimi mwanangu siku zile nimekuja maskani kwenu nikajua umenimindia. Sasa ni kumind nje. Mimi nimekutimwone kwa watu wewe miausho najiona wewe Mnyamwezi nini ile vitu vingi. Mwanangu yule jamaa jana jioni katoka kunipigia simu. Mwanangu yule mchumba mimi anifanyaje? Anipokelea simu zangu kila nikipiga. Niambia mwanangu wewe. Sawa unabembeleza mapenzi. Unampenda. Nikamwambia sikia mwanangu baridi. Wewe angalia unavyotaka kufanya. Poa. Nikapita naye hivi. Wewe nini mwanangu? Niambie kitu. Next time ukiwa unakuja mazingira kama haya tumekutana somewhere ukija kuongea issue kama hizo na kwa mimi sikuelewi. Yaani hiyo issue nishakwambia uachane naye. Kwa nini unapenda kuhangaika naye mshikaji? Hili jambo tushaliongelea yani zaidi ya mara 3. Hii mara 3 tunaongelea mtu wewe. Ngajua ulivyotoka kule umekuja na michongo hapo na kuja kunipa michongo wala umekuta huko bondeni samaki tukabeba hata samaki huko tutafuta hata hela. Unaoja masuala ya yule mshikaji na demu wake. Afu babu wewe unanichukuliaje? Mimi nikaupe samaki. Mvuvi. Ngoja, kwani ukivua unakuwa? Mimi nimekwambia sio kusema nataka ushauri. Sitaki ushauri. Umeona? Mimi nimekwambia tu kuhusu mshikaji anavoteseka. Sio na nikuja kwako tena mimi nitaki ushauri no. Yeye ashaamua kuteseka, ashaamua kuhangaika na demu wake. Kwa hiyo unavyoendelea kumsikiliza, yani inabidi umpe final kabisa, mwambie wewe sikiliza. Hizo issue za demu pambana nazo wewe kwa sababu nishakuelekeza mara 1 mara 2. Umeshindwa kufanya maamuzi hayo. Kaa na nani? Na issue zako. Alafu anze kufikiria mambo mengine. Ushanielewa mwanangu? Baridi sema nini mwanangu? Mimi napanda pale kwa ile mkubwa pale juu pale. Kachiki mazingira kwanza ya msosi kwanza. Afu masuala mengine tutaangalia mwanangu. Baridi. Poa baba. Poa. Mwanamke. Kondo nini sasa ulichokifanya? Usoni? Yaani muone haitoshi kaenda kumwambia mamangu yani. Kwa jumba umekufikia Wewe unitegemeaje? Utegemea ufanye mambo ya kijinga ukae kuangalia wewe. Kuja unasemaje? Kwa hiyo unaonekana wewe ndio mwenye mdomo mrefu kuliko rafiki zako sio? Sio mwenye mdomo mrefu. Wewe unachokifanya unaona iko sawa sawa? Afu nyinyi wanawake mbona mnaosha sana? Alafu nilikuwa najua kibonge mtu mwenye akili zake kumbe hovyo ndio wale. Hivi wewe unajiona una akili? Hebu tazama kichwa chako. Tazama na hizo nywele zako. Unajiona una akili sana Labda usile ulijua. Bado nilikueleza we thamani yangu kaibeza, unijali kisa pesa baby. Tambia wapi niteleza we au nilishindwa kuicheza.